pita zaidi ya zile laana za kiukoo. Hallelujah. Amen. Moses was one who was born speechless. Musa ni yule mmoja ambaye alizaliwa kigugumizi. He was not eloquent in speaking. Hakukuwa na uwezo wa kunena mambo vizuri. He could not talk well. Hakukuwa na uwezo wa kuongea vizuri. But through the love of God, lakini kupitia upendo wa Mungu, God helped him. Mungu alimsaidia. He was transformed. He was changed. Alibadilishwa Until he became a spokesperson of God. hadi akakuja kuwa mnenaji wa Mungu. God can do a good job in your life. Mungu anaweza fanya kazi nzuri kwa maisha yako. Till he can help you to stand on your own. Hadi atakuweza kukusaidia kusimama mwenyewe. There has been a time you've been standing on the feet of others. Kuna wakati ambao umekuwa ukisimama kwenye miguu ya wengine. But time is coming now. Lakini muda unakuja sasa. For you to be able to stand on your own. Ili kwamba wewe uweze kujisimamia mwenyewe. Hallelujah. Amen. By changing your mind. Kwa kubadilisha fikra The way zako. you think. Jinsi unavyofikiria. The way you see things. Jinsi unavyoona mambo. Even if it means things are not moving. Hata kama inamaanisha mambo hayaendi. There is a God who can move you forward. Kuna yule Mungu ambaye anaweza kuendesha. There is power in you which will make you to forge forward. Kuna ile nguvu ndani mwako ambayo itakuweza kukusongesha mbele. There is courage which comes in you. Kuna ujasiri ambao unaingia ndani mwako. And there is a spirit which will minister through you. Na kunayo roho ambayo atahudumu ndani That mwako. you can be able to do things ili ya kwamba uweze kufanya mambo through Christ kupitia Kristo who gives you strength. anayekupa nguvu. Listen to me, friends. Sikilizeni marafiki. It comes a time we may want to give up. Inafika wakati unaonekania kukata tamaa. It comes a time we don't see anything positive. Inafika wakati hauoni mambo katika hali nzuri. But there is Christ who speaks through you. Lakini kuna Kristo ambaye ananena ndani mwako. That my daughter, there is hope again. Ya kwamba binti yangu kuna tumaini tena. That my son, there is hope again. Kwamba mwanangu kuna tumaini tena. Through me, Christ, kupitia mimi Kristo, who gives strength. ambaye anapeana nguvu. When you are weak, unapokuwa hauna nguvu, he gives you strength anakupa nguvu to make the journey to continue moving. kuendelesha ile safari iweze kuendelea. Breaking the circle of limitation. Kuzivunja mizunguko ya vizuizi. Praise the name of the Lord. Amen. Can we read all of us in the book of Exodus chapter number 4? Naweza soma Kutoka. Open Exodus chapter number 4. Let's start from verse 10. Toka mlango wa 4 kwa 10. Exodus chapter number 4. Toka kuanzia kifungu cha 10. Are we there? If you are there, you say amen. Are you there? Exodus. Are we there, church? Can we read 1, 2, 3? Naweza soma. I want us to read together. Either Swahili, English, or Kikuyu. Your Bible. Your Bible. So long as you understand it. Look at your Bible, Exodus chapter number 4. Verse 10. Let's go, 1, 2, 3. Why does your Bible look? Why does your Bible too long? Can one person read from here? One person, please. 1, 2, 3. One person. Exodus. What were you reading? Okay. One person read from here. Exodus 4:10. One person. Are you reading? Here. One person read, please. Just stand up and read. Yes. Hello. Look at them. Where are you? Give my. Thank you. Happy. First time. But Moses said, "Oh Lord, don't send me speaker. Yeah. I haven't become since you began to speak. Speaker, slow and hesitant.
The Lord said to him, No, just repeat 10. Something. But Moses said, No, Lord, don't send me a good speaker. I haven't become one since you began to speak to me. I'm a poor speaker, slow and hesitant. That. But Moses said, No, Lord, akasema, Bwana Bwana, don't send me. usinitume. I've never been a good speaker, Sikuwahi kuwa mnenaji mzuri. and I haven't become one since you began to speak to me. Sijawahi kuwa mnenaji mzuri tangia uanze kunena. I'm a poor speaker, Si msemaji mzuri, slow and hesitant. pole na mzito wa Moses is talking to God. hivyo. Musa ananena na Mungu, Don't send me. usinitume. I'm not eloquent. Si msemaji mzuri. I'm not eloquent. Si msemaji mzuri. Neither before nor since those started speaking to me. Hata tangia hapa wali ulipoanza kusema nami. That everything you are speaking to me, Kwamba vyote unanena nami, I fear to speak. ninaogopa kusema. My tongue is heavy. Sababu ulimi wangu ni mzito. So don't send me. Kwa hivyo usinitume. Look for another person. Tafute mtu mwingine. I don't want this work. Mimi sitaki kazi hii. I can't speak. Siwezi ongea. God, send another person. Mungu mtume mtu mwingine. Have you ever reached a certain point? Ushawahi fikia kiwango fulani, You are telling God, I don't want this. unaambia Mungu sitaki hii. Ushers, help me with the kids. I don't want this. Unamwambia Mungu sitaki hii. Moses was in that situation. Musa alikuwa katika hali hiyo. And he was telling the Lord, Na alikuwa anamwambia Bwana, I'm not eloquent. mimi si msemaji mzuri. Breaking the circle of limitation. Kuzivunja mizunguko ya vizuizi. Hallelujah. I'm not educated. Sijasoma. I didn't attend any school. Sikuenda shule yoyote. Which school did David go to? Je, ni shule gani Daudi alienda? Which school did Elijah attend to? Je, Elia alienda shule gani? Hallelujah. Amina. Which school did Samuel attend to? Je, Samueli alienda shule gani? But they were good people of God. Lakini walikuwa wasemaji wazuri wa Mungu. They were miracle workers. Walikuwa wanafanya miujiza. Because the Spirit of God was in them. Kwa sababu Roho wa Bwana alikuwa ndani mwao. The mighty presence of God was in them. Uwepo ukuu wa Mungu ulikuwa ndani It mwao. is not about eloquence. Sio tu kwamba inahusisha na But it is about the truth of the word of God. lakini ni ukweli wa neno la Bwana. If you are in love with God, Unapokuwa katika upendo na Mungu, He will be able to make you to speak. ataweza kukufanya uweze He kuongea. will use you. Atakutumia. Even at the point you will see you can't. Hata katika wakati ambao unaona hauwezi. Because He has gotten up a place in your life. Kwa sababu amepata nafasi katika maisha yako. Moses said Musa akasema unto the Lord, Oh Lord, akamwambia I'm Bwana, not eloquent. mimi si msemaji mzuri. Neither therefore nor since thou hast spoken unto thy servant. Hata tangia mwanzo ulipoanza kusema nami. But I'm low to speech, Na tena ni si mwepesi wa kusema, and I'm of low tongue. na ulimi wangu ni mzito. I can't speak. Siwezi kusema. Limitations. Vizuizi. Your situation is speaking more than what you have. Hali zako zinanena zaidi ya vile unavyo. I can't do this. Ya kwamba siwezi fanya I hivi. don't have enough money. Sina pesa ya The kutosha. Bible says silver and gold Biblia belongs to inasema God. kwamba mali yote na dhahabu ni ya Bwana. Hallelujah. Amen. You and me, we are the heirs with Christ. Mimi nawe ni warithi pamoja na Kristo. If God has everything, Kama Mungu anavyo vyote, it is just by time. ni kwa wakati tu. If it pleases Him to give you, Kama inamfurahisha, inampendeza He kukupea, will drop in your hands. ataviweka kwenye He will drop it in your hands. ataziweka kwenye Because He knows kwa sababu you anajua need it. unahitaji vitu hivyo. Hallelujah. Messenger Bible. Tafsiri ya Messenger. Messenger Bible. Then Moses said to the Lord, Naye Musa akamwambia Bwana, Oh my God, Bwana wangu, I'm not eloquent. mimi si msemaji mzuri. This one is same. Let me read New Living Translation. But Moses pleaded with the Lord. Na Musa akamwomba Mungu. Akamsihi Mungu. Pleaded with the Sihi Lord. Mungu Oh Lord, ya kwamba Bwana,
I'm just not a good speaker. Mimi sio msemaji mzuri. I never have been. Na sijawahi kuwa. And I'm not now. Na hata sasa mimi si msemaji. Even if you have spoken to me. Kama umeweza kunena nami. I'm clammy with the words. Mimi ni mzito kwa maneno. The word you will give me, maneno ambayo unanipea, I can't deliver it. Siwezi kuyapeleka. Hallelujah. I'm clammy with the words. Ya kwamba ni mzito. Yes, I hear. Ndio, but I can't speak it out. Kini sinena. Moses was saying that. Musa alikuwa anasema, yes, I hear. Ndio nasikia. But I'm clammy with the words. Lakini ni mzito kwa maneno. Spirit of limitation. Roho ya vizuizi. I can't deliver. I hear yes, but I can't go. I'm not eloquent. Limitations. Things which hinder you from serving God. Things which make you to look nothing. They are being broken today. I can't hold resources. I came from a poverty family. I came from a family where people don't make it. You see pastors struggle in life. I know. But God knows better. He does never see you like somebody struggling. He is seeing his own image. God is seeing his own image in your life. Somebody in the house, God is seeing his own image. Praise the name of the Lord. Amen. I can't do it. I have been grounded with sickness. I know. But the Bible says He is a healer. He is a healer. He is a deliverer. And He has made a temple inside you. He has made a temple inside you. I can't go forth. I have no energy to move. He gives strength to the weak. He gives strength to the weak. I can't prophesy. I know Moses was in that situation. The tongue was heavy. He had a clammy mouth. But when God wants to deliver His word, nothing will hinder Him. Nothing will hinder Him. Every limitation will be broken in the name of Jesus. Eloquence will come. Eloquence will come. I say eloquence will come. Pastor, I can't even stand before people to testify. Moses said, I have never been. Even if you've been speaking to me. This Bible, when you read it every now and then, you receive a new message. Even if you have been speaking. Yes, I hear. But I can't speak. The people who are silent, they have a lot of questions. They don't believe that they can do it. I have come today that I may encourage them. Yes, you've been listening, but time is now. God to help you to start to speak in the name of the Lord. Hallelujah. Amen. Moses said, I can't. Have been clammy. Clammy. When I want to speak, napotaka kuongea au kusema kitu, I can't do it. Siwezi kufanya. Go back to the Bible. Naweza rudi kwa Biblia. Sometimes but I don't jump scriptures. Siku hizi sirukiruki kwenye maandiko. I hold on one to deliver. Nashikilia moja niweze shiriki. New King James Version. Tafsiria King James.
Then Moses said to the Lord, Naye Musa akamwambia "Oh Bwana, Lord, Bwana, I'm not eloquent, mimi si msemaji mzuri neither before nor since you have spoken to your servant." hapo awali na hata hapa sasa unaponena na mtumishi wako. There are people speaking. Na watu wengine hata kama unaongea, Yes, they are listening. ndio wanasikia. They can't go and Lakini hawawezi kwenda kupeana neno hili. they keep piling the word. Wanazizidisha maneno hayo. Wanajengea tu milima zile messages wamesikia. This is Moses now. To hear, I hear. Sikia nasikia. But I can't take this seed and go. Lakini siwezi peleka mbegu hii nikaweze kupanda. Say amen. But I'm slow to speech and slow of tongue. Na si mwepesi wa kunena na tena si mwepesi kwenye ulimi. I can't. Siwezi. Verse 11. Cha 11. And the Lord said unto him, naye Bwana akamwambia, "Who has made man's mouth?" Nani aliyekifanya kinywa cha mwanadamu? Or who has made the dumb or the deaf or the seeing or the blind? Au ni nani afanyaye mtu kuwa bubu au kiziwi au mwenye kuona au kipofu? Have not I the Lord? Si mimi Bwana? God is a solution. Mungu ndiye jawabu. God is an answer. Mungu ni jawabu To every situation. katika hali yoyote ile. Even if it looks like it is permanent. Hata kama inaonekana ni ya kudumu, It has grown. imekuwa, It has laid its taproot. imeweza kuweka mizizi pale. And the taproot have gone so deep. Na hiyo mizizi imeenda kwa undani sana. It looks like you can't move. Inaonekana kwamba huwezi kusonga. Some roots are making you never to move. Mizizi ingine inakufanya usiweze kusonga. But there is an answer today. Lakini kuna jawabu siku ya Is leo. not I the Lord? Je, si mimi Who Bwana? made the mouth? Yule aliyezifanya Who mdomo, caused the blind to see? ambaye anafanya vipofu Who kuona, caused the dumb to talk? ambaye anafanya bubu Am kunena. I not the Lord? Je, si mimi Bwana? Am I not the answer? Je, si mimi jawabu? Am I not the solution? Je, mimi si jawabu? Am I not your father? Najua si baba Am yangu. I not one who can do it? Je, si mimi ninayeweza Hey, kufanya? today in the name of the Lord, Hivyo leo kwa there jina is la a Bwana solution kunayo to jawabu every limitation katika kila which has kizuizi been pinning you ambayo down. imekuwa ikikuweka I chini. speak in the name of the Father Ninanena katika jina that la there is Baba solution in ya kwamba Jesus' kuna name. jawabu katika jina la Yesu. Hallelujah. Amen. So the Lord said to him, Na hivyo Bwana akamwambia, "Who has made man's mouth? je, Or ni who nani has aliyefanya made the mute and the deaf and the seeing or the blind? kinywa cha mwanadamu, au nani Have afanyaye not mtu I the Lord?" kuwa bubu au kiziwi au kuona kuwa kipofu? Verse 12. Kifungu cha 11. Now therefore go. Na basi sasa Now enenda. therefore go. Na basi sasa enenda, And I will be with you. na nitakuwa pamoja na kinywa chako. And I will be thy mouth. Na nitakuwa pamoja na kinywa chako. Listen to this. Sikiliza hii. God says he, Anasema atakuwa na kinywa chako. even if you are in tough situation, Hata kama uko katika hali ngumu. even if they have been accusing you, Hata kama wamekuwa wakikushtaki. you need not to speak. God will speak in you. Hatufai kuongea, Mungu ataongea kwa niaba yetu. Hallelujah. Amen. And teach thee what thou should say. Na kukufundisha utakalo linena. I will teach thee what you need to say. Nitakufundisha kile unahitaji. God kunena. says so. Mungu anasema Before you are choosers, mbele ya wale washtaki God wako, will be with your mouth. atakuwa na kinywa He chako. will give you the word Atakupa maneno to testify. ya kushuhudia. He'll give you the word Atakupa to maneno speak out. ya Say kunena. amen. Amina. Say amen. Amina. He will touch your mouth. Ataguza kinywa chako. Don't defend yourself. Usijizuie. Let God defend you. Waruhusu Mungu akuzuilie. They have accused you for long. Wamekushtaki mara mingi sana. Kama hawajai kushtaki, si nikuombea leo wakushtaki. Utajua kutumia kinywa chako sasa. Bwana sifiwe. Hallelujah.
Kama hawajakustaki ni kuombewa kustaki. Halafu Mungu achukulia hapo vile alichukulia kwa Musa. Bwana sifiwe. He says, who made the mouth? Anasema je, nani aliyefanya kinywa? Who caused the blind? Ni nani anafanya vipofu? Who caused the dumb? Ni nani anafanya viziwi? I'll be with your mouth. Nitakuwa na kinywa chako. There is another verse but the Bible says, I will be with you. Na kifungu fulani katika Biblia inasema nitakuwa pamoja nao. Is somebody in the house today? Je, kuna mtu kanisani leo? I will be. Kwamba nitakuwa pamoja nao. And today is not saying I will be with you. He's saying he will be with you what? Na leo anasema kwamba atakuwa na kinywa chako. There is somewhere the Bible says I will be with you. Mahali Biblia inasema nitakuwa pamoja nawe. But today he says what? I will be with what? Nitakuwa na kinywa chako. Every word you will speak, kila neno utakalo linena, they will listen to. Watasikiliza. Can I prophesy in the name of Jesus? In this season, every word you will speak, it will be a live seed. Itakuwa ni mbegu iliyo hai. Learn to plant words in the morning. Father God, Father God, Father God, Father God. Learn to plant words in the morning. Ujifunze kupanda maneno asubuhi. They will germinate. Yataweza kukua. They will germinate. Yataweza kukua. They will germinate. Yataweza kukua. They will germinate. Learn to plant words. Jifunze kupanda maneno. They will grow. Itaweza kukua. They will produce good fruits. Itaweza kuzaa matunda mazuri. Hata kama watoto wafanyi vizuri kwa shule, wapandia maneno kila asubuhi. Hamtakuwa vichwa, hamtakuwa mikia, mtakuwa nini? Vichwa. Hamtanyimwa kazi. Kazi mtapokea. Wapandie maneno. Hey, someone in the house. Take a 120 at 21. Write this down. It might bypass you. Take a 21 day. Chukua siku 21 morning, asubuhi, declaring and speaking good words over your children. Kutangaza na kunena mambo mazuri kwa watoto wako. Umesikia vile nimesema? Chukua siku 21. Uwe unapanda maneno. Kwa sababu anasema nitakuwa na kinywa chako. Yes. Hajasema atakuwa na wewe. Hapa amesemaje? I will be with your mouth. Which means the Lord himself will be in your mouth. If you take a 21 day, every morning, you plant a word, you plant a word, it will germinate. Itaweza kukua. It will germinate. Itaweza kukua. And it will bear good fruits. Na itaweza kuzaa matunda mema. Hallelujah. Amina. You will see change in your children. Utaona mabadiliko kwa watoto wako. Ngoa ile mbegu mbaya wajomba. Ngoa ile mbegu mbaya waliokufa. Ngoa ile mbegu mbaya wachawi. Ngoa ile mbegu mbaya walevi. Ingoe, hey my father. In 21 days. Kwa siku 21. Nasema uandike chini utasahau. Uchukue siku 21. Kila asubuhi unanea watoto wako. Wananea. Uwapatie kazi kwa hizo siku 21. Ongoe ukahaba ndani siku 21. Ongoe ulevi ndani siku 21. Ongoe kila kitu kilicho kiovu. In the next 21 days. Siku 21 zijazo. See what God will do. Na utaona kile Mungu ataweza kufanya. Even not only in children. Sio kwa watoto wako tu. You can do it to your people, your husband, your wife. Hata unaweza nenea watu wako, mume wako, mke wako. God will lead you. Take it. Chukue. Naye mtu aliambiwa, alienda kwa nabii. He needed prophecy. Na alihitaji kutabiriwa. Send a word. Na nabii alipata kusema neno. Tell that person who is coming. Mwambie yule mtu ambaye anakuja to turn. Ageuke. His gifts. Na hizo zawadi zote. Go to the river. Aelekee kule mtoni. And he was somebody who was senior. Na alikuwa ni mtu ambaye ni mkuu. Naaman. Alikuwa anaitwa Naaman. Turn, go and wash. Geuka ukajioshe in the river. Katika mto. I mean the river. Ninamaanisha mto. I say the river. Ninasema mto. Our river, not your river. Mto wetu sio wako. Let him go and wash in our river. Akaende kujiosha kwenye mto wetu. Aonje maji ya kwetu. They came, they were
Very clean. Somebody listening to me? Yes. Are you listening to me? Where I came, there were rivers. Mahali nimetoka kulikuwa na mito. Very nice ones. Ambao ni mito mizuri with sana. very clean water. Na yenye maji masafi. But the prophet never changed the word. Lakini nabii yule hakuweza kubadilisha neno lake. He stood by the word. He alisimama na neno lake. Because he knew the Lord has already touched his mouth. Alijua kwamba neno lilifanya tayari. My son, my daughter, servant of God who is here. Mtumishi wa Mungu aliye hapa. Don't doubt this, it will work. Usiwahi kutoamini hii, itaweza kufanya kazi. Peka 21 days. Kwa siku 21. Declaring early in the morning. Na uamke asubuhi kutangaza. Before you put something in your stomach. Uweke kitu tumboni. Even before you wash your face. Uoshe uso wako. Declare and decree. Tangaza na uweze over your children. Juu ya watoto wako. Pluck out every rubbish. Takataka zote. And plant in a good spirit. Na ukapande roho njema. And you say from today. Na useme kuanzia leo. You will be what I want. Utakuwa ni kila mtu you will not be what you want. Hamtakuwa kile my Father, my God. Declare. Tangaza na utangaze. At 21 days. Siku 21. Every morning. Kila asubuhi. My daughter, you will be what I want. Kwamba binti yangu my son, you will be what I want. Mwanangu utakuwa every seed of the family. Kila mbegu. Come out. Every seed of Wajomba. Come out. Every seed of Sangazi. Lose now. Ziachilia sasa. Breaking the circle of limitation. Kuzivunja mizunguko ya vizuizi. Breaking the circle of limitation. Kuzivunja mizunguko ya vizuizi. Moses said, Musa akasema, I'm not good. Mimi sio mzuri. But God touched his mouth. Lakini Mungu akagusa kinywa chake. I will be with your mouth. Nitakuwa pamoja na kinywa chako. If you are not eloquent, kama wewe si msemaji mzuri, either in Swahili, either in English, receive mother tongue. Receive mother tongue. Receive mother tongue. Receive mother tongue. And stand to prophesy. Simame kutabiri. I'm not good. Si mzuri in speech. Katika kunena. It doesn't matter. Haijalishi. So long as the Lord is with me. Kwamba Mungu anapokuwa na wewe. I'm not learned. Mimi sijasoma. I don't see the school Moses went to. Sijaona shule Musa alienda. But after God had touched his mouth. Lakini baada ya Mungu kugusa kinywa chake. Moses started speaking. Musa alianza kunena. Kigugumizi kiliondoka. Akaanza kusema kwa ukweli. Yes. Maana kinywa kilikuwa kimeguswa na kala moto kutoka katika madhabahu ya mbinguni. Leo hii Bwana Yesu akikugusa, kuna mambo yatabadilika. Hey. And some of us, we are not moving. Hata wengine wetu hatusongi. Because we are not eloquent. Kwa sababu sisi sio wazuri wa kunena. Let God take over. Ruhusu Mungu achukue ushukani. I say let God take over. Ruhusu Mungu achukue ushukani. Say let God take over. Ruhusu Mungu achukue ushukani. Let God take over. Ruhusu Mungu achukue ushukani. Eloquence will come. Na usemaji mzuri utakuja. You know, sometime you can stay until you accept your condition. Je, unajua kuna wakati ambao unaweza kaa hadi ukubali hali yako. Ukiangalia miaka inaenda, nothing is taking place. Nothing is taking place. Miaka inaenda na hakuna chochote kile. You reach a level you accept. Inafika kiwango unakubali. I come to cancel anything you have accepted which is against you in Jesus' name. Nimekuja kuzipinga kila kitu ambao ulikubali. I say cancel it. It's not a part of you. Ninasema ninazikataa, sio sehemu yako. It is not part of you. Sio sehemu yako. Lazima tutainuka. Maana Mungu anagusa vinywa vyetu mpaka tutasaida in the name of Jesus. Katika jina la Yesu. We'll move. Tutasonga. Another level is Gideon. Naye mwingine ambaye anaitwa Gideoni. The design of God over Gideon. Na ile mchoro wa Mungu juu ya Gideoni. From his birth. Kuanzia kuzaliwa kwake.
God saw a deliverer of Israel. Mungu aliona mwokozi wa Israeli. God saw a deliverer. Mungu aliona mwokozi wa Israeli. God is seeing miracles to be worked. Anaona miujiza ikitendeka kupitia wewe. But where are these sons and daughters that we can trust? Lakini wako wapi hawa binti na wana ambao tunaweza waamini? Before they mature, kabla waweze kukomaa. They want to marry. Before they mature, kabla waweze kukomaa, they want to get married. Wanataka kupata ndoa. Where are these people we can trust? Je, wako wapi hawa ambao tunaweza kuamini? Before they mature, kabla waweze kukomaa, they are already pastors and bishops. Tayari wao ni wachungaji na maaskofu. I thought the father knows the son who is mature. Nilifikiria kwamba baba ndiye anayejua mwana ambaye amekomaa. That's why they go outside, they are beaten by the enemy. Na ndio maana wanaenda nje na wanapigwa na adui. The small grace they received, hiyo neema kidogo wamepokea, after it see this, baada ikishaweza kutoweka, they turn to be witch doctors. Wanageuka kuanza kuwa kama wachawi. And your man unaona watu wanauza maji. Do you see me selling water here? Bwana sifiwe. And your man watakuja kuambia tumetoa maji Israeli. Bwana sifiwe. Do you see me selling water? Je, mnaniona nikiuza maji? Do you see me selling handkerchiefs? Je, mnaniona nikiuza vitambaa? I know. Ninajua. Handkerchiefs came from the body of Paul. Vitambaa vilitoka tu kwa mwili wa Paulo. And they were taken to the sick and they received healing. Na vilipelekwa kwa wagonjwa wakapona. That is why I ask you to come with your own. Na ndio maana ninakuambia ukuje na yako mwenyewe. Niombe. I release grace over it. Niweze kuachilia neema juu yake. If I need money, I'll ask you to. Praise the name of the Lord. Amen. If I have a need of money, I'll ask you to give me money. Kama ninahitaji ya pesa nitawauliza. Tunataka kanisa ifike kiwango cha kukomaa. Tunataka wapendo wafike kiwango cha kukomaa. Hii ukora itaisha kwa jina la Yesu. I don't trust my son to be a witch doctor. Siamini mwanangu kukua mchawi. I don't believe my daughter to be a witch doctor. Siamini binti yangu kukua mchawi. Nisikie kesho unauza vitambaa. Niambia roho hiyo utatoa wapi? The Bible says, and God was with his mouth. Na Mungu alikuwa pamoja na kinywa chake. Whatever you speak, whatever you decree, chochote unanena, chochote God will honor his word. Mungu ataliheshimu neno lake. There is a place sometime, na wakati mahali fulani, I went to a certain funeral. Nenda kwenye mazishi fulani. And it was being led by ilikuwa wakachukua muda mwingi nena mambo to preach. They gave me very late. Na wakanipea muda kama around 4 p.m. Naje kuhubiri the burial. na uweze kuzika. When I stood, Simama, rain came from nowhere. Mvua ilitokea, A heavy one. Mvua ilitokea nzito sana Until I was annoyed. hadi nikakasirika. Nikamwambia Mungu, Okay. Nikapokuwa na nena, When they were talking, wakati walikuwa wananena, when they were testifying, wakati walikuwa wanashuhudia, there were no rain. hakukuweko na mvua. But I was too. Baba, nimesimama kunena neno lako. Can you hold the cloud? Unaweza shikilia mawingu You send them. na ukaziachilie Rain go. na ukazitowesha na mvua yote ikaweza kupotea. Preach a very short. Na nikaweza kuhubiri ujumbe mfupi And sana, the people na watu wengi wakazaliwa they tena, received Christ. walipokea Kristo. I didn't had broken myself. Sikuweza kujua kwamba nimejiletea
ya shida. Immediately I had finished preaching. Baada nilipomaliza kuhubiri, watu wakaanza kukimbia. Kumbe walikuwa wameanza kuningojea kwa barabara. Kila mtu anipe shida yake. Jua kama ningekuwa mkora. I met somebody who told me, na mtu aliniambia, I have 6 vehicles. Na magari 6. When they were outside our compound, our home, yalikuwa nje bali they had no problem. hayakuwa na shida yoyote. But immediately they entered the compound, lakini yalipoingizwa tu hapa, they are grounded. Please, can you just come, set aside a minute, come and pray over these vehicles? Je, unaweza tupata muda kidogo magari haya? Any number you will want to take among them, I'll give you. Gari yoyote utaweza kutamani katikati ya hayo nitaweza ku. Naomba nimefunga macho imekuwa red, nimejaa Roho Mtakatifu. Kamwambia, nyinyi ni wale mnapenda kujaribu watumishi wa Mungu. Leta mkono. Bwana Yesu, funga hiyo magari. Ukienda ngurumisha magari zinguruma. Alienda kangurumisha magari. Umaliza nikakutana na mwingine. Ina shamba ilikuwa Kipkaren hapa, Kipkaren River. Ina shamba eka 50. Nikipanda mahindi hata sivunangi zaidi ya gunia 10. Imagine plant 50 acres, you cannot harvest 10 bags. Just imagine. As a man of God, come and pray over our shamba. Kuja uombe shamba letu. And any acre you want us to give you, we will. Na eka yoyote ile unataka tutakupatia. Kama ingekuwa ni wewe? Kevin, kama ingekuwa ni wewe? Another one told me, na mwingine akaniambia, I have 5 acres of very good tall trees. Na ekari 5 ya kupanda miti refu sana. But I don't have any customer who can buy even 1 tree. Lakini sina hata mteja mmoja yeyote ambaye anaweza kununua mti hata mmoja. Come and pray over my shamba. Kuja uombe shamba langu. If a customer comes, na mteja atakapokuja, I'll praise God. Nitasifu Bwana. Na uniambie unataka miti ngapi? I didn't take any. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Amen. I don't say that everything any person gives you is wrong. Sisemi kwamba yote mtu anakupea ni but mbaya. Listen to God. Lakini sikiliza Mungu. Hallelujah. Amina. Tusikue wanyang'anyi. Bwana Yesu asifiwe. Tumsikize Mungu, sema amina. Amen. Gideon, the design of God, he was a deliverer of Israel. Gideoni katika mchoro wa Mungu alikuwa ni mwokozi wa Israeli. But from the hand of the Midianites, lakini katika mikono ya Wamidi, despite him being a deliverer, cha kuwa yeye kuwa mwokozi wa Israeli, there was a limitation. Kuna vizuizi. He came from the smallest family. Alitoka katika familia ile ndogo sana. The family of Manase. Familia ya Manase. Wakati mwingine unajiangalia unaona kajamii kenu ni kadogo. Hakuna wasomi ndani. Hakuna kitu kizuri kinatoka kwenu. Naomba kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, ndani ya uzao wako kutokee Gideoni. Amen. Ndani ya uzao wako kutokee Musa. Amen. Praise the name of the Lord. Sifuni jina la Bwana. Hallelujah. Judges chapter number 6 verse 15. Waamuzi 6:15. I'm almost done. Judges. Are you there? Judges 6:15. 6:15. Hallelujah. And they said unto him, Oh Lord, oh my God. Akamwambia, Bwana, where will thee shall I save Israel? Je, nitawaokoa Israeli kwa jinsi gani? Behold,
My family is poor. Jamaa zangu ndio walio maskini. And I am the least in my father's house. Sana katika familia Manase. Natoka kwa familia kidogo. Ni vipi nitatumwa niende kuokoa Israeli? Maana kuna majitu, kuna watu wanaotoka katika familia kubwa, na zaidi ya sana mimi ni kadogo. Ndugu, simama utoe ushuhuda. Mimi siwezi. Dada, simama, you encourage us. Oh, I can't. I'm the least. Si hapa kanisani hapa. Si hapa kanisani mnajua mimi nakuanga mdogo tu. Nakuanga listener. Kumbe hawa wananyamaza, wana maswali tu. Can I repeat here? Naweza rudia tena. Let me read the messenger. Gideon said unto him, na Gideon akamwambia, me, oh my master. Bwana Mungu wangu. How? Je, and with what could I ever serve Israel? Na ni vipi nitaweza kuokoa Israeli? Look at me. Nitazame mimi. My clan the weakest in Manasseh. Mazangu ndio walio wadogo katika Manase. And I am the runt of the little. Na mimi ndiye niliye mdogo katika nyumba. Sasa hapa ameongezea, jamii yetu ni ndogo na nyumba yetu mimi ndio mdogo. Hallelujah. Amen. Bwana sifiwe. I come from a little family. Ninatoka katika familia ndogo. And I'm the weakest in our Na family. mimi ndiye mdogo katika God familia. does never see that. Mungu haoni hayo. God sees a mighty woman in you. Mungu anaona. God sees a mighty man in you. Mungu anaona. Hallelujah. When you speak, it will happen. Ukinena itafanyika. It will happen. Itafanyika. I say it will happen. Nasema itafanyika. God called Paul. Walipomuita Paulo, Was a scholar. alikuwa ni msomi, But he faced a lot. lakini alikumbana na mengi. He went through a lot. Alipitia mengi, But the purpose of God, lakini makusudio ya Mungu it was for him to do the will of the Lord. ilikuwa ni yeye kufanya makusudio ya Mungu. Sometimes your challenges Na wakati fulani changamoto zako are there to prove what God can do in your life. ziko pale kudhibitisha kile Mungu anaweza fanya maishani. Bwana sifiwe. Amina. Mbona hii mwaka imenikalia hivi? Sometimes you go that way, Wakati fulani unaenda njia hiyo God to build a testimony for you. ya kwamba Mungu akujengee ushuhuda. Hallelujah. Amina. You'll be telling people what you've been facing. Utaambia watu kile umekumbana nacho. You'll stand still to decree the goodness of the Lord. Na kutangaza mema ya Mungu. God loves you. Mungu anakupenda. He has a good plan for you. Ana mipango mzuri kwa ajili yako. You are in his record. Wewe uko katika rekodi yake. It's just for a season. Ni kwa muda tu. It's just for a time. Kwa muda tu. I say he knows you. Ninasema na kujua. I say he knows you. Ninasema na kujua. I say he knows you. Ninasema na kujua. You are in his mind. Wewe uko kwenye You are in his record. uko katika rekodi. And he knows you. Anakujua. May he pour his grace over you. Achilie neema yake juu yako. Mungu kumwagilia neema. Until those who saw nothing in you, Hadi wale walioona wewe si kitu, let them start to see something. waanze kuona kitu kwa maisha yako. I say let them start to see something. Nasema waanze kuona kitu maisha. May the faith and the power of God never leave you. Na imani na nguvu za Bwana isiweze kuachilia. Continue to persevere. Endelea kuvumilia. Continue to endure. Endelea katika kuvumilia. And you will see the result of it. Na utaona majibu. Commit yourself Jitolee to the works of the Lord. katika kazi ya Bwana. Hallelujah. Amen. And the divine intervention of God will never leave you. Na mwingilio wa kiungu wa Bwana hautaweza. Miracles and signs and wonders will never leave you. Ishara miujiza itaweza kukufuata. Now, Gideon became Na hivyo mighty Gideon warrior. akakuwa ni shujaa mkuu. He became the mighty warrior. Akakuwa shujaa mkuu. A miracle worker. Akishika kitu kinapenya. Kuanzia leo, baada ya Mungu kugusa kinywa chako, after God touching your mouth, Baada ya Mungu kugusa kinywa chako,
Whatever you speak, whatever you decree, chochote unasema, chochote unatangaza, kitasukumwa na nguvu za Mungu. Aha. Kitasukumwa na power ya Mungu. Amina. Maneno yale yataenda mbele yako. Amina. Yatatengeneza njia. It will pave a way for you. It will pave a way for your family. Itatengeneza njia kwa ajili ya familia. It will yako. pave a way for your people. Itatengeneza njia kwa ajili ya watu wa kwenu. What made Moses never to see the promised land? Kilichofanya Musa sione nchi ya ahadi, he doubted God. Alimshuku Mungu. Alikuwa na hasira mingi. Alikuwa na hasira sana. When he was told, alipoambiwa speak, nena, struck. Yeye aligonga. He was told to speak to the rock. Aliambiwa aweze kunena kwenye ule mwamba, produce water, aweze kutoa maji. but he struck the rock. Lakini yeye akaugonga mwamba. But God honored his word. Lakini Mungu akaliheshimu na kulitii. And the rock produced. Na mwamba ukatoa maji. God honors his word. Alilitii neno lake. Ilifanya hakuweza kufika Canaan, lakini alionyeshwa. He didn't see Canaan. Hakuona Kanani, but he saw Canaan. Lakini aliona. He didn't reach Canaan. Hakufika Kanani, but he was shown Canaan. Lakini alionyeshwa Kanani. Sitaki uonyeshwe tu, nataka uonje. Sitaki uonyeshwe tu, nataka uonje. Bwana Yesu asifiwe. Sitaki uonyeshwe tu matunda mazuri, nataka uonje. Amina. Kabla uende uonje, ujue utamu yake. Sitaki watoto wako waone tu, nataka waonje utamu ya wokovu. Vile ambavyo umekuwa ukilia, vile ambavyo umekuwa ukifunga, machozi yako isiende bure. Sitaki watoto wako waone tu, nataka waonje. Sitaki kizazi chako kiishe, nataka kipanuke, kiwache urithi, kiwache watu nyuma. Sometimes we might be shown. Nani tunaweza onyeshwa? We're not very careful, we might enjoy. Tusipokuwa makini sana tunaweza kukosa kufurahia. Na kuombea mpendo kwa jina la Yesu. Huzuni yoyote ile ambayo shetani amepanda ndani ya moyo wako kwa siku nyingi, Jesus, huzuni iondolewe kwa jina la Yesu. Acha hii kinywa changu leo kitumike tu. Tumike tu kikusaidie. Umseme ya kwamba kumbe sikuenda bure katika ibada. Kama Mungu anasema nitaguza kinywa, Bwana guza leo kinywa changu. Ondoa huzuni wa mama huyu. Amelia siku nyingi Bwana, kufunga na kuomba na kuomboleza. Wakati mwingine Bwana anakosa hata usingizi. Rabi. Ondoa Bwana. Ondoa katika jina la Yesu. Tumia kinywa hiki maitiririma. Bwana ukaondoe mwiba huu aliyedungwa katika jina la Yesu Kristo. Let this stone leave you. Let this stone leave you. Wacha mwiba kuondokee katika jina la Yesu Kristo. Hallelujah. Simama kwa mguu wako. Jesus, I want to thank you. Jesus, I want to glorify you. Lord, I want to lift you above and high. Jesus. Come and rest. Holy Spirit, we welcome you to come and reign, come and reign, come and reign. Holy Spirit, we welcome you to come.
welcome you to come and reign, come and reign. Holy Spirit, we welcome you to come and reign. Utawala Roho wa Bwana, twakualika tawala Bwana, tawala Roho wa Bwana, twakualika tawala Yesu, tawala Roho wa Bwana, twakualika wewe ni Mungu, tawala Roho wa Bwana, twakualika wewe ni Bwana, tawala Roho wa Bwana, twakualika wewe ni Bwana, tawala Roho wa Bwana, twakualika utawala. Inua mkono wako juu. I just feel declaring the power of the Holy Spirit. Blessed and mighty Redeemer, I want to thank you and bless you tonight. I want to lift you above and high because you are great, Lord. Thank you, King Jesus, because you are here. Thank you, precious Master, because there's none like you. Bwana, najua kuna watu walio hapa wanapitia mchujo ya kimaisha, lakini leo hii mfalme amani, umesema wewe ndiye Mungu unayegusa kinywa. Wewe ndiye Mungu unayekuwa na kinywa Bwana. Vile uligusa kinywa na kuwa na kinywa cha Musa, leo mtakatifu kuwa na kinywa changu katika jina la Yesu Kristo, ya kwamba my Father and my Maker, miracles may happen, wonders, oh Lord, may take place in the name of Jesus Christ. Every obstacle, every hindrance, every power from hell, I rebuke it in the name of the Lord. I release grace and favor now in the name of Jesus. Now in the mighty name of Jesus Christ. Let every disease hear the sound of my voice. Loose now in the name of Jesus. Let every sickness hear the sound of my voice. Loose now in the name of Jesus. Magonjwa toka, toka haraka. Visirani toka, mapepo toka, laana toka, mauti toka, haraka kwa jina la Yesu. Jehovah God, I thank you. I bless you because you are great. I bless you because you are mighty. I lift you above and high. Natangazia wapendo uhai, natangazia wapendo uzima, na watangazia maendeleo, na watangazia neema na kibali cha Roho Mtakatifu. Nasikia watu wanafunguliwa, nasikia watu wanapona. Hivyo tu vitu zinaondoka kwa mwili wako na zinaenda. Zengine zitatokea kwa miguu, zengine kwa kichwa, zengine kwa mikono. Hivyo tu deliverance. Hivyo tu deliverance. In the name of Jesus.
kile kizuizi. Loose the body, loose the mind, loose the body, loose the mind, loose the body, loose the mind, in the name of Jesus. Oh, Jehovah, I thank you. Yes, Lord.